Watu wengi hawajui kama ili wawe na mawazo mazuri au watengeneze fikra nzuri za kuwasaidia kwenye maisha, ni lazima pia wawe wanakula vizuri. Kula kuna mchango mkubwa sana kwenye 2026 kama unataka kubadilika au kuna vitu vikubwa unataka kuvifanya. Kuna kitu kinaitwa brain gut health, kwamba tumbo, nimeshasema kwenye video nyingine kwamba 70% au 80% ya kinga ya mwili hutengenezwa tumboni. Na baadhi pia kemikali ambazo zinafanya kazi kwenye ubongo, chimbuko lake tunafanya serotonin. Serotonin ni kemikali ambayo inakupa furaha, lakini hiyo kemikali inatengenezwa tumboni. Lakini ili uweze kutengeneza hizo kemikali lazima uwe na tumbo zuri, mmeng'enyo wako uko vizuri, unakula vyakula vizuri, sio wanga muda wote, ugali, wali, chapati, chai asubuhi ni sukari tu, wewe mwilini lisali moja nusu saa imeshakuwa breakdown tayari, imespike blood, yani ni matatizo. Lakini unakula vyakula vizuri, samaki, maziwa, matunda, fiber na protini kwa wingi. 2026 ili pia uweze kuproduce vizuri mawazo, usijiminye sana kwenye chakula na kufanya vitu vingine, kula vizuri. Na mara nyingine hata 70% ya magonjwa ya ngozi ambayo yanatutesa kwa sababu tu ya mfumo wa chakula mbovu. Kwa sababu kinga mwili kubwa kwa asilimia zaidi ya 80 inatengenezwa tumboni. Vitu tunavyokula kila siku vinatengeneza good bacteria, kwa sababu bad bacteria wenyewe wanatengeneza sumu ambayo inaenda kuipa msongo mishipa ya fahamu, nervous system kwa ujumla, na mfumo mzima wa kinga ya mwili. Kwa hiyo chakula kina umuhimu sana kutengeneza mawazo mazuri. Vitu unavyokula vinaathiri mfumo wako na ufanyaji wako wa akili, na hata kuwa na furaha tu. Ukiangalia kama Scandinavia ndio nchi zinazoongoza kuwa na furaha duniani, lakini mimi nimeishi Scandinavia, Sweden, Denmark. Vitu wanavyokula ni very healthy, wanazingatia sana chakula, ndio maana pia wana furaha. Mwaka huu 2026 nataka na wewe uzingatie sana msosi, especially kijana miaka 20. Usizame tu kwenye mapombe, kwenye fast food, sio vitu gani unakula, au unakula once in a while. Wewe ni kununulia nguo, simu kali, kula